Yesu asifiwe. Naitwa Apostoleni na nashukuru sana kwa kuendelea kuweza kusubscribe katika YouTube channel yangu ili tuweze kueneza injili ya Bwana Yesu, na Mungu akubariki sana unapofanya hivyo. Siku ya leo nataka twende kujifunza sababu za kibibilia kwa nini tunatoa sadaka, tunatoa fungu la 10, tunatoa malimbuko, tunatoa katika nyumba ya Mungu. Baada ya kuchunguza msingi wa zaka katika Biblia, swali linalofuata ni hili: kwa nini Mungu aliweka kanuni za zaka? Je, ni kwa sababu Mungu anahitaji fedha za wanadamu? Jibu ni hapana. Mungu ndiye mmiliki wa mbingu na nchi na hana upungufu wa kitu chochote. Kitabu cha Hagai 2:8 inasema ya kwamba fedha na mali na dhahabu ni mali yangu, asema Bwana wa majeshi. Hata hivyo Mungu ameweka kanuni ya zaka kwa manufaa ya watu wake na kwa maendeleo ya ufalme wake duniani. Kwa nini tunatoa zaka? Kitu ya kwanza ni kwamba zaka ni agizo la Mungu. Zaka ni agizo la Mungu. Zaka ni agizo la Mungu. Katika kitabu cha Malaki 3:10 inasema kwamba leteni zaka kamili ghalani ili iwemo chakula katika nyumba yangu. Biblia inasema hivyo. Biblia inaonyesha wazi kwamba zaka si wazo la mwanadamu bali ni agizo la Mungu ambalo linaleta uaminifu katika maisha ya mtu ambaye anampenda Mungu. Uaminifu katika zaka ni sehemu ya utiifu wetu kwa Mungu. Jambo la pili ni kwamba zaka inaonyesha kuwa Mungu ndiye mmiliki wa vyote. Zaka inaonyesha kwamba Mungu ndiye mmiliki wa vyote. Zaka inaonyesha kwamba Mungu ndiye mmiliki wa vyote. Tunapotoa zaka, tunakiri kuwa mali tulizo nazo si zetu kimsingi bali ni za Mungu. Katika kitabu cha Zaburi 24:1 inasema ya kwamba nchi na vyote vijazavyo ni mali ya Bwana. Sisi ni mawakili wa rasilimali ambazo Mungu ametukabidhi. Katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza 4:2 inasema, hapo tena inayohitajiwa katika mawakili ndiyo mtu aonekane kuwa mwaminifu. Jambo lingine la tatu ni kwamba ili kiwemo chakula katika nyumba ya Mungu. Tunatoa zaka ili kiwemo chakula katika nyumba ya Mungu. Kitabu cha Malaki 3:10 inasema, leteni zaka kamili ghalani ili kiwemo chakula katika nyumba ya Mungu. Kazi ya Mungu inahitaji rasilimali. Nyumba ya Mungu inahitaji kuhudumiwa na huduma zinahitaji kuendeshwa. 4 ni kwamba ni neno pekee ambalo Mungu amewaruhusu wanadamu wamjaribu kwalo. Biblia inasema katika kitabu cha Malaki 3:10 inasema kwamba mkanijaribu kwa njia hii. Katika Biblia yote ni nadra sana Mungu kutoa mwaliko wa aina hii. Hii inaonyesha uzito wa kanuni ya zaka. Jambo la 5 ni kwamba ni njia ya kufadhili kazi ya Mungu duniani. Injili haiendi kwa maombi pekee, inahitaji pia rasilimali. Tena katika kitabu cha Warumi 10:14 inasema, tena watamsikiaje pasipo mhubiri? Makanisa au wamishonari na pamoja na mikutano ya injili na huduma za huruma na kazi nyingi za ufalme zinahitaji watu wa Mungu kuwa wanatembelea watu ambaye ni wahitaji. Kwa hiyo kupitia kwa zaka tunaweza kufanya kazi ya Mungu hapa duniani. Zaka ni tendo la imani. Wakati unapotoa sadaka ni kwamba unafanya tendo la imani. Kutoa sehemu ya kwanza ya mapato yako kunahitaji kumwamini Mungu kwamba ataendelea kukutunza. Soma kitabu cha Malaki 3:11 inasema vizuri sana ya kwamba
nami kwa ajili yenu nitakemea yeye alaye. Kwa hiyo wakati unapotoa zaka katika kanisa, unapotoa zaka katika ibada, ujue ya kwamba unamfanya Mungu akumbuke kukemea yule anayekula mazao yako ama mapato yako. Tena tunaona vizuri ya kwamba zaka ni ishara ya shukurani kwa Mungu. Ni ishara ya shukurani kwa Mungu. Kumbukumbu la Torati 8:14 inasema vizuri ya kwamba bali utamkumbuka Bwana Mungu wako, maana ndiye akupaye nguvu ya kupata utajiri. Utajiri unapatikana kwa kumkumbuka Mungu kwa mali yako. Bali utamkumbuka Bwana Mungu wako, maana ndiye akupaye nguvu ya kupata utajiri. Kumbukumbu 8:18. Zaka hutukumbusha kuwa mafanikio yetu hayatokani na uwezo wetu peke yake, bali ni neema ya Mungu. Bali ni neema ya Mungu. Kitu kingine ni kwamba inamweka Mungu nafasi ya kwanza. Ili upate kujifunza kumcha Bwana Mungu wako daima. Kumbukumbu la Torati 14:23 inasema ili upate kujifunza kumcha Bwana Mungu wako daima. Inaweka nafasi ya kwanza ya Mungu katika maisha ya mwanadamu. Kutoa zaka ni tamko kwamba Mungu ni wa kwanza katika maisha yetu. Pia ni njia ya kumheshimu Mungu kwa mali zetu. Biblia inasema vizuri sana katika kitabu cha Methali 3:9, mheshimu Bwana Mungu wako kwa mali yako na kwa malimbuko ya mazao yako. Mheshimu Bwana Mungu kwa mali yako na kwa malimbuko ya mazao yako. Heshima ya kweli kwa Mungu haionekani kwa maneno peke yake, bali katika namna tunavyomtumia mali zetu kwa Mungu. Vile tunavyotumia mali zetu kwa Mungu inaonyesha heshima kwa Mungu. Pia inajenga nidhamu ya kifedha. Tunapoona katika neno la Mungu ni kwamba zaka humfundisha mwamini kupanga matumizi yake na kuishi kwa uwajibikaji. Mtu anayejifunza kutenga sehemu kwa ajili ya Mungu, kwa sababu inasema ya kwamba leteni zaka kamili, toeni fungu la 10, inasema vizuri sana. Wakati unapotenga pesa kwa ajili ya kazi ya Mungu, basi hii inaonyesha ya kwamba hata katika kazi yako wewe ni mtu ambaye ni mwangalifu sana kwa kusimamia fedha kihekima. Inamsaidia kushinda moyo wa tamaa. Inasaidia sana Mkristo kushinda moyo wa tamaa, kwa sababu tamaa inakuja kwa kupenda pesa. Wakati unapopenda fedha kuliko kumpenda Mungu, tamaa inawaka. Kitabu cha Luka 12:15 inasema jihadharini na tamaa. Jihadharini na tamaa. Tena Biblia inasema kwamba Yesu Kristo akaambia watu waliokuwa wanasikiliza wakati ambapo alipokuwa anahubiri, akasema ya kwamba ni vigumu kwa tajiri kuingia mbinguni kuliko kwa ngamia kupita katika tundu la sindano. Kwa nini? Kwa sababu tajiri anapenda pesa kuliko kumpenda Mungu. Sasa hii inatusaidia kumshinda roho ya tamaa. Fedha zina uwezo wa kutawala moyo wa mwanadamu. Zaka hutusaidia kukumbuka kuwa sisi si watumwa wa mali. Kitu kingine ni kwamba hupima hali ya moyo wa mtu. Inampima hali ya moyo wa mtu. Neno la Mungu katika kitabu cha Mathayo 6:21 inasema kwamba kwa maana hapo ilipo hazina yako ndipo utakapokuwa na moyo wako. Maana mahali ilipo hazina yako ndio moyo wako ulipo pia. Kwa hiyo hazina ya mtu iko katika moyo wake. Maana mahali ambapo hazina yako ilipo ndipo utakapokuwa na moyo wako. Kwa hiyo kama moyo wako katika hazina ya Mungu, naye mali yako itaweza kutumika kufanyia kazi ya Mungu. Lakini moyo wako itakapokuwa katika
pesa, basi utakuwa na ugumu wa kumfanyia Mungu kazi, kwa sababu mahali ambapo palipo na hazina yako ndipo utakapokuwa na moyo wako pia. Namna tunavyoshughulikia na mali mara nyingi hufunua hali halisi ya moyo wetu mbele za Mungu. Inafunua hali halisi ya moyo wetu mbele za Mungu, vile tunavyomtumikia Mungu, vile unavyomtumikia Mungu. Kwa hiyo leo umeweza kujua kwa nini tunatoa zaka kanisani. Nataka kurudia moja baada nyingine, alafu Mungu wa mbinguni atakubariki. Jambo la kwanza tumesema ya kwamba zaka ni agizo la Mungu, ni Mungu mwenyewe amesema kwamba tutoe sadaka. Kitu ya pili, zaka inaonyesha kuwa Mungu ndiye mmiliki wa vyote. Tumeona katika kitabu cha Zaburi inasema kwamba nchi na vyote vijazavyo ni mali ya Bwana. Anasema kwamba ili kiwemo chakula katika nyumba yangu. Anasema leteni zaka kamili ili kiwemo chakula katika nyumba yangu. Kwa hiyo nyumba ya Mungu inahitaji sisi tutoe sadaka ili chakula kiwemo. Ni neno la pekee ambalo Mungu amesema tumjaribu kwalo. Anasema kwamba mkanijaribu kwa hii, kama na mimi sitawafungulia madirisha ya mbinguni na kuwamwagieni baraka mpaka mnakosa nafasi ya kuhifadhi. Ni njia ya kufadhili kazi ya Mungu duniani. Zaka ni tendo la imani na pia ni ishara ya kushukuru Mungu. Ni njia ya kumheshimu Mungu kwa mali zetu, na pia inatusaidia kushinda moyo wa tamaa, na mwisho kabisa upima hali ya moyo mahali ulipo. Mungu akubariki sana. Endelea kusubscribe katika YouTube channel yangu Apostle Lenny Ministry, share, na Mungu wa mbinguni atakubariki katika jina la Yesu.